Maana haja ilikuwa nikutane na wajane na watoto yatima. Lakini ikanisukuma kwamba kwa nini nikaanze mbali wakati eneo nalotolea huduma ni la Mkolani hapa. Ni vyema nikaanza na hapa nyumbani, kama tunavyosema ibada njema inaanzia nyumbani kwako. Nalikujualo halikuisha. Nyie mnanifahamu mimi ni mtoto wenu, japo wengine mnaweza kukuta mfahamu na wengine siwafahamu, lakini nikiangalia sura zenu asilimia kubwa tunaonana katika mtaa wetu. Kwa nikaona ni jambo jema nikaanza kukutana na nyie, nikamshirikisha diwani ambaye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kama anipe ushauri tu kwa hichi nilichokuwa nikikiwaza. Nashukuru sana huyu diwani, ni mtu katika watu tumepata. Unajua huwa hajali, unaweza kukuta kweli na alikuwa busy anakimbia anaongea na simu na alikata simu. Akaniambia, Joshua una shida gani? Nikamwambia dakika 2 basi. Akasimama na kunisikiliza. Akaniambia haina shida, nitaenda kulifanyia kazi afu nitakupigia simu. Kwa hiyo katika kile ambacho mimi kimenifanya kwamba siku ya wafanyakazi nifanye nini, nikutane na wadau katika kata yangu au watu wenye uhitaji. Katika kile Mungu anachokubariki, tujaribu kugawana, hata kama ni kidogo hicho tugawane huu mkate. Niombe tu kwamba wapokee kwa kile ambacho nimeweza kuleta. Tulikaa pamoja na timu yangu tukasema tufanye nini, lakini tukasema jibu ni kwamba tuonane na watoto yatima na wajane wanaohitaji elimu. Lakini tukawaza tufanye nini, tutoe fedha au tutoe vitu? Ona hapana, vyema tulete tu vitu ambavyo tuwashike mkono na kutunga mkono, tushiriki nao pamoja. Tulitamani hata tungeweza kwamba tukapika tukasherekea, lakini sasa nafasi za siku nyingine Mungu atubariki tutafanya hivyo, kwa sababu bado tuko pamoja sana. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Pia napenda kuwashukuru viongozi wote kwa kupokea ombi letu. Mungu awabariki sana. Pia napenda kuwashukuru pia hata vijana wetu kwa kushiriki katika siku ya leo. Mimi ni hilo tu, nilikuwa nawasalimia. Sina kubwa zaidi, ni hilo tu.